Mkuu wa shule alifahamu fika uwepo wa misukule katika vyoo vya wanafunzi wasichana shuleni humo, ila akatumia nguvu kubwa kuuzima na kufunika ukweli huo usijulikane. Lakini jitihada zake zikagonga mwamba. Mwajuma alipokuwa akifanya usafi Jumatatu hiyo chooni kutimiza zamu yake, mlango wa choo cha pili ukiacha kile alichokuwa anaanza kufanya usafi, akasikia michakacho. Zilikuwa sauti za kutisha. Mwajuma aliogopa. Alifunga mlango wa choo alichokuwa akikifanyia usafi kwa wakati huo. Mwajuma akatoka kwa hofu, akachungulia koridoni. Katikati ya korido iliyotenganisha vyoo vya upande wa kwanza na upande wa pili kilisimama kiumbe. Kiumbe kilimtazama Mwajuma. Kilisimama wima. Baada ya kumtazama kikatuna kidogo. Vidole vya mikono yake vilionyesha makucha marefu. Mwajuma akarudi nyuma kidogo na kujificha kwenye ukuta wa choo. Jicho lilimtoka Mwajuma. Kiumbe kwa kujidai kikatikisa nywele zake ndefu chafu ambazo kwa miaka na miaka hazijagusa maji. Tukio likapita. Kiumbe hakikutosha kuonekana mbele ya Mwajuma pekee. Kiumbe kilionekana kwa Sabrina, kilionekana kwa Juliana, kikaonekana kwa Josefina. Wote walipotoa taarifa kwenye uongozi wa shule, mkuu wa shule alikiingia kifua taarifa na kujaribu kuzificha, kuzizima zisisikike mahali popote. Mkuu wa shule alikuwa tayari kuwafukuza shuleni wanafunzi waliofanikiwa kumwona kiumbe aliyeko chooni. Kabla hatujaendelea na simulizi hii, nitangulize shukrani zangu za dhati kwa wale wote mnaoonyesha sapoti katika chaneli hii ya Shalom Simulizi kwa kusubscribe, kulike na kucomment, vile kunisaidia kushare simulizi hizi ziwafikie watu wengi zaidi. Mnanipa nguvu na moyo wa kuendelea kutunga simulizi zingine kali zaidi ya hii. Langu jina ni Yotham Lucas na hii ni Shalom Simulizi. Sasa twende kazi. Palikuwa na shule ya sekondari ya kata huko kijijini Tambukareli. Shule ya sekondari Tambukareli ilikuwa vizuri kwa walimu wake wenye ufundishaji bora, wanafunzi wenye nidhamu kali, wazuri katika michezo mbalimbali: mpira wa miguu, mpira wa wasichana, netball, pamoja na vipaji mbalimbali. Shule ya sekondari Tambukareli ilijaa siri nzito zilizobebwa na mkuu wa shule. Wanafunzi wa kike shuleni humo waliongoza kuanguka au kudondoka mapepo. Stori za kutisha na kusisimua kuhusu mti mkubwa wa mbuyu uliyeko pembeni ya uwanja ikawa endelevu na iliishi miaka na miaka. Maajabu ya kushangaza na kustaajabisha yalionekana kuwa ya kawaida katika shule ya sekondari Tambukareli. Wanafunzi kidato cha kwanza wangejiandikisha 100 mpaka kuhitimu kidato cha 4 wangehitimu wanafunzi 20 au 15. Licha ya nidhamu kali ya walimu na ufundishaji bora, wanafunzi waliongoza kuacha shule. Huyu hapa ni Mwajuma, mwanafunzi mpole, mnyenyekevu, mtii na msikivu, mwenye ufaulu mzuri tangu alipoandikishwa kidato cha kwanza. Mwajuma
aliongoza wanafunzi kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 hivi sasa. Hakuwahi kuondoka katika nafasi yake ya kwanza. Wanafunzi wengine walijitahidi kumtoa ila walishindwa, na hii ikawa sababu tosha ya kumfanya Mwalimu Julius, mkuu wa shule, kuwa karibu na Mwajuma. Mkuu wa shule akampa kazi Mwajuma kufanya usafi ofisini mwake kila siku asubuhi. Ratiba ya usafi ikiendelea, Jumatatu hiyo Sabrina aliingia kwenye choo cha wasichana kutimiza zamu yake. Alipoingia, mwili wake ukasisimka. Nywele pamoja na viganja vya mikono yake vyote vikatetemeka. Sabrina alikuwa mwanafunzi mwenye nywele ndefu. Baada ya kupiga hatua kuingia ndani ya choo, akahisi nywele zake zote zimeondolewa. Pembeni ya choo kilichofuatia, ukiacha kile kilichofungwa, mlango wa mabanzi uliopakwa rangi ya bluu bahari, Sabrina akaona kiumbe cha kutisha. Kiumbe kilijibanza kwenye ukuta wa choo. Ndani kilitoa kichwa tu. Sabrina aliona nywele ndefu, macho mekundu yaliyowaka kama moto wenye hasira, kucha na meno marefu vilionekana kwa mbali kwenye giza. Sabrina akakusanya viganja vya mikono yake, akakunja ngumi na kuweka kifuani. Ujasiri ukamjaa. Sabrina akakimbia kuelekea waliko wanafunzi wenzake. Kwa hofu aliwaeleza tukio zima. Wanafunzi wengine walimcheka wakidharau kwamba taarifa za Sabrina ni za uongo. Walimpuuza kwa kumcheka. Sabrina akapokea dharau na vicheko alivyopatiwa na wanafunzi wenzake, lakini hakukubali ishie hapo. Macho yake hayakumdanganya, aliamini hivyo. Moja kwa moja, hatua 1, 2, 3 mpaka ofisi ya mkuu wa shule. Sabrina alimkuta mkuu wa shule akiendelea na shughuli zake za shuleni humo. Karibu Sabrina, naweza kukusikiliza. Shughuli zangu nitamalizia baadaye. Karibu sana. Shikamoo mwalimu. Kwa hofu na mtetemo, Sabrina alizungumza, macho yake akiyapepesa huku na huku, akiyakwepesha kuyakutanisha na ya mkuu wa shule. Kuna nini? Kuwa huru, ongea na kusikiliza. Kuna jambo gani linaendelea? Mwalimu, nilikuwa kule chooni nafanya usafi. Nikiendelea na usafi, ghafla kikatokea kiumbe cha ajabu. Sikufanikiwa kukiona chote. Nilifanikiwa kuona kichwa tu. Nywele ndefu, makucha pamoja na meno niliviona kwa mbali. Vile kabla Sabrina hajamalizia mazungumzo, mkuu wa shule akadakia kwa hasira na ghadhabu. Mpumbavu mkubwa wewe! Hebu toka hapa! Unaniletea mada gani hizo za kutunga? Unaona mimi nimekaa hapa na kusikiza sijielewi yao? Sabrina na kuheshimu. Toka hapa! Sitaki kukuona kwenye ofisi yangu. Naomba uondoke sasa hivi. Mkuu wa shule aliongea kwa hasira kali, kana kwamba kuna kitu anafahamu na hahitaji wengine wakijue. Mkuu wa shule alifahamu fika kuhusu msukule au mzimu uliyeko ndani ya choo cha wasichana shuleni humo. Baada ya Sabrina kutoka ndani ya ofisi ya mkuu wa shule alijiinamia akasema, sasa nakwenda kuumbuka. Miaka kadhaa iliyopita, Mwalimu Julius alikuwa mwalimu wa kawaida.
Hakuwa mkuu msaidizi wala hakuwa mwalimu mkuu katika shule ya sekondari Tambukareli. Alikuwa mwalimu wa kawaida, hakuwa na cheo chochote. Alifundisha Kiswahili. Wanafunzi walimwelewa vizuri, walimpenda na walivutiwa naye kila alipoingia kufundisha kipindi chake. Upendo wa wanafunzi kwa Mwalimu Julius ukazaa tamaa ya cheo mdogo mdogo kwenye moyo wa Mwalimu Julius. Akatamani kuwa mkuu msaidizi, akaupata. Akatamani kuwa mkuu wa shule, nao akaupata. Si kwa sababu ya elimu kubwa aliyokuwa nayo, hapana, bali kwa sababu ya mganga mzuri aliyemtafuta. Sasa tumefahamu Mwalimu Julius hakuwa mkuu wa shule kwa elimu yake, bali kwa uchawi na ushirikina alionao, na kafara aliotoa ni ya ndugu zake, na ilimlazimu kuwatupia katika choo cha wasichana shuleni humo. Siku za hivi karibuni, Mwajuma akiendelea kufanya usafi ndani ya ofisi ya mkuu wa shule, siri nzito akaifahamu. Kwenye draw ya mkuu wa shule, Mwajuma akaona pembe ndogo ya ng'ombe. Alipoendelea kupekenyua, akakutana na mkia wa punda. Alipoendelea zaidi, Mwajuma akakutana na fuvu la kichwa cha mjusi. Mkuu wa shule, baada ya kugundua siri yake imefahamika na Mwajuma, haikupita wiki moja akamfukuza, akampa onyo kali na marufuku ya kufika ofisini mwake kufanya usafi. Mwajuma akawa mwanafunzi wa kawaida, akaingizwa katika zamu ya kufanya usafi chooni. Hapa tunarudi simulizi yetu ilipoanzia. Mwajuma alipokuwa akifanya usafi Jumatatu hiyo chooni kutimiza zamu yake, mlango wa choo cha pili ukiacha kile alichokuwa anaanza kufanya usafi, akasikia michakacho. Zilikuwa sauti za kutisha. Mwajuma aliogopa. Alifunga mlango wa choo alichokuwa akikifanyia usafi kwa wakati huo. Mwajuma akatoka kwa hofu, akachungulia koridoni. Katikati ya korido iliyotenganisha vyoo vya upande wa kwanza na upande wa pili kilisimama kiumbe. Mimi naitwa Yotham Lucas na hii ni Shalom Simulizi. Tukutane katika sehemu ijayo ya simulizi hii. Niambie hapo kwenye comment, ungekuwa Mwajuma ungefanyaje? Usisahau kusubscribe, kushare simulizi hii iwafikie watu wengi zaidi. Utanipa nguvu ya kuendelea kutunga simulizi zingine kali za kupendeza, kuvutia, zenye kusikilizika, zenye ujumbe mzuri zaidi ya hii. Bye.